Picha linaanza kinyamwezi kabisa. Jamaa ana furaha kinoma yani. Moyoni anajisemea, leo naua. Anasogea taratibu kabisa kitandani ili aanzishe mashambulizi. Unanukia vizuri babe, mwanetu anamwambia mke wake. Mke wake anajibu, Toby unafanya nini? Jamaa anajibu, maswali gani hayo unaniuliza tena? Anaendelea kufosi yani leo mpaka kieleweke. Mke wake anaonekana kumkazia mwanetu. Anasema, siku kwenye mood, nimechoka. Mwanetu anajasumu kinoma, anasema, yani swala la kunipa ni mpaka nikubembeleze? Yani nimbembeleze mke wangu kunipa haki yangu da? Nimechoka. Sio poa kabisa. Hai make sense. Ngoja niende bafuni nikajimalize, maana ni kama siko kwenye ndoa sasa hivi. Ni kama niko shule ya sekondari. Ngoja nikatumie sabuni sasa, si ndo unachokitaka? Mke wake anaendelea kuuchapa usingizi, hata ajali wala nini. Jamaa kaingia bafuni, kajichukulia sheria mkononi. Hii ni moja kati ya movie ambayo itakufundisha vitu vingi sana, lakini kabla hatujasonga mbele, naomba nikurudishe nyuma kidogo ili tuelewane vizuri. Hapa tunakutana na huyu mwanamke, ana balaa kinoma yani. Inaonekana anamtimua dada wa kazi. Wakati huo mumewe anaingia na kujaribu kumtuliza, ila huo moto wake sasa sio wa nchi hii. Dada wa kazi analia kinyama, anaomba asifukuzwe kazi. Tafadhali bosi, usinifukuze kazi, sina pa kwenda. Mzee baba hana jinsi, anaamua kumkatia kibunda cha maana ili akajitafutie maisha sehemu nyingine. Toby anakasirishwa sana na tabia ya mke wake ya kuwafukuza wafanyakazi wa ndani kila mara. Kwa hiyo ndo unajifanya unioni sio? Vipi, unaendeleaje? Siko poa. Labda ukamwone daktari ili ajue shida ni nini. Sijasema naumwa, nimesema siko poa. Kwa hiyo shida nini? Kila kitu. Embu nenda ukalale, ukiamka kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo utaki kuongea na mimi sio? Baby, mimi sina nguvu za kubishana na wewe sasa hivi. Nimechoka, nataka nikaoge alafu nilale. Kwa hiyo sasa hivi ndo unataka ulale sio? Nilijua tu. Unamaanisha nini? Unajua ninachomaanisha. Yaani ulitaka mimi nikae tu nimuone yule mfanyakazi akibeba ujauzito wako sio? Najua ulikuwa unalala naye. Unasemaje? Kwa nini unasema hivyo? Ndio nishamaliza. Embu nenda ukaniandalie chakula, sina muda wa kubishana na wewe sasa hivi. Sasa hapo ndipo mtiti ulipo. Unaambiwa huyu mwanamke hata kupika ajui. Toby ana njaa kinoma ila haoni msosi. Anaambiwa subiri tu, kumbe mama mtu kaagiza chakula kutoka nje. Mwanetu kashakasirika, anamwambia, "Sijui kwa nini unawafukuza watu ambao wangefanya kazi hii." Anaondoka zake kwa hasira. Nguvu ya mwanamke ni kubwa. Jamaa baada ya kubembelezwa anarudi mezani. Anaambiwa, "Utahitaji nguvu kwa ajili ya leo usiku, kwa hiyo njoo chini ule chakula." Mwanetu yule kalegea. Baada ya hapo ndipo lile tukio la mwanetu kwenye mzigo linapotokea. Siku iliyofuata balaa linazidi kuwa zito ndani. Hii ni baada ya Toby kukutana na vidonge vya uzazi wa mpango. Huyu mwanamke hataki kuzaa kabisa kwa sababu anahofia shepu lake litaharibika. Ni miaka 3 sasa mume wake anataka mtoto, ila yeye ndo kama hivyo. Mara anamkazia, mara anatumia vidonge vya uzazi wa mpango. Maisha yanaendelea. Siku moja Toby anatoka kazini. Anashangaa sana mbona leo mke wake anamzingatia hivi. Kachangamka kweli. Za kazini mme wangu. Jamaa anajibu fresh tu. Leo kaandaliwa chakula na mke wake. Kwa mara ya kwanza tangu amuoe. Yeye mwenyewe anashangaa. Uo msosi sasa sio poa unaambiwa. Futa limekaa kwa juu, inabidi mwanetu alikologe kwanza. Toby anapiga tonge la kwanza, mke wake anauliza, "Chakula kikoje?" Jamaa anakaza, "Kiko vizuri tu, ila baadaye uvumilivu unamshinda." Anafunguka, msosi ni mbaya. Hivi ulionja kweli kichakula? Kama ni maxi utapata 0 ya 10 hapa. Yaani sielewi kwa nini unawafukuza watu ambao wangekusaidia kupika." Jamaa anasepa zake. Mke wake anamfuata nyuma, wakaanza kubishana. Huyu mwanamke sio poa hata kidogo, unaambiwa hata kitanda hajatandika. Jamaa analalamika sana, "Hii ndoa imenishinda kiukweli." Unaambiwa mke kakosa usingizi usiku, anafikiria alichoambiwa na mumewe. Anamwamsha, "Nataka kuongea na wewe." "Babe, ni saa 9 na dakika 47 sasa hivi. Unataka nini usiku wote huu?" "Nimeshindwa kulala, nina maswali yanayohitaji majibu." "Leo mchana ulisema unajuta kunioa. Hii ndoa imekuchosha. Nataka uniambie ulimaanisha ulichokisema au la." Jamaa anataka kulala, anasema, "Mimi sitaki kuongea na wewe sasa hivi." Huyu mwanamke anaanza kujiliza, inabidi mwanetu amzingatie. Baada ya mambo kumzidia sasa hivi anataka amlete mfanyakazi mwingine. Toby anasema, "Ndani ya miaka 3 nimeona sura kama milioni za wafanyakazi tofauti. Kama unataka tulete mfanyakazi mwingine, inabidi usaini hapa kwenye karatasi kwamba hautamfukuza." Mama mtu anasema, "Usiku mwema, nina usingizi." Anakataa kusaini kwenye karatasi. Siku iliyofuata mfanyakazi kaletwa. Mfanyakazi mwenyewe sio poa, anaongea kinyama. "Unaitwa nani?" "Naitwa Aua."
hapa ni nyumbani kwangu, naishi mimi na mme wangu. Wakati huo Tobi anafika. Huyu ni nani? Naitwa Aua, kaa kimya. Mama mtu anamdakia. Huyu ni Aua, ni mfanyakazi mpya. Una uhakika ataweza kazi? Aua ana mdomo hatari, anadakia. Ndiyo mzee, naweza kazi. Aua akakulia kijijini na ni mtu anayeongea sana, hawezi kujizuia. Anaanza kumwongelea Tobi mbele ya mama mtu. Anamsifia Tobi kinyama hadi mama mtu anaona wivu na kukasirika. Hii iwe mara yako ya kwanza na ya mwisho kumwongelea mume wangu hivi, au kumwongelesha mume wangu kama hajakusemesha. Hizo tabia ulizotoka nazo huko kijijini ziache mara moja kama unataka kazi. Sawa mama, nimekuelewa. Samani, haitatokea tena. Anampeleka kumuonesha chumba chake. Beki tatu anaanza kazi, anapika msosi mtamu kinyama, kila mtu anajilamba vidole. Kama unavyojua Aua hana dogo. Anaanza kuongea. Nadhani chakula ni kizuri kwa sababu sio kwa unavyojilamba vidole hivyo. Unaenjoy chakula kinyama. Yaani nikuhakikishie hapa ndo nimeshafika. Chakula nitakachokuwa nakupa lazima unenepe mwenyewe. Hivi wewe una kichaa sio? Samani mama, hebu toka hapa. Mama mtu anamfukuza Aua. Sio kwa ule mdomo. Tobi anasifia sana chakula, anasema, huyu kama ni Max nitampa 8 ya 10. Chakula ni kitamu kweli. Maisha yanaendelea. Siku iliyofuata Aua anamwandalia chakula Tobi. Wanaanza kupiga stori, ila wakati huo mama mtu anaingia. Kivuruge unaambiwa. Aua huyo anasepa asije kukutwa na balaa. Uko chumbani mama mtu kafula, anauliza, kwa nini yule mfanyakazi alikuwa anakupa tabasamu na mnacheka wote? Tobi anajibu, mbona kawaida tu, hakuna chochote kinachoendelea. Amenipa chakula tukaanza kupiga stori tu. Mama mtu anatoka kwa hasira, anaenda kuongea na Beki tatu. Aua anaanza kusimulia kilichotokea. Kama unavyomjua kwa kuongea sana, anajichanganya na kusema kuwa alipewa lifti na Tobi kwenda sokoni. Mama mtu anamwasha kibao. Nini? Yaani umepanda gari ya mume wangu ili uende sokoni? Tobi anaingilia kati, maana sio poa. Beki tatu kapigwa kisa kupanda gari ya bosi wake ili aende sokoni kununua mahitaji na chakula. Huyu mama sio poa, ana shida sana. Tobi kule kaja hasira, anamfuata mke wake na kumwashia moto. Hivi una shida gani wewe? Yaani umemtuma aende sokoni alafu hata kumwelekeza hapana? Mke anajibu, ni mkubwa yule, angeweza kutafuta mwenyewe soko lilipo. Tobi anajaa sumu. Emu kaa kimya, jisikilize unayoongea. Yaani kila siku ni kugombana humu ndani. Mimi nimeshachoka na hii ndoa. Kiukweli nimechoka yani. Kama ningeweza kurudisha siku nyuma nisingekuwa hapa. Mama mtu anajibu, kwa hiyo unajuta kunioa sio? Jamaa anajibu, kwa nini nienjoy kukuoa? Kitu gani kwenye hii ndoa ni cha kuenjoy? Niambie, kitu gani ni kizuri? Au nipi tendo la ndoa, atuongei kama familia, hakuna kusikilizana, hakuna upendo, hakuna chakula. Hivi nimetaja kuwa unipi haki yangu maana hapo ndipo panapoumiza zaidi. Kwa hiyo akitoka watu waliooa na mimi natoka, si ndio? Hapana, kiukweli hapana. Hakuna hata watoto. Kwa nini hatuna watoto Mama mtu anajibu, na kulinda wewe. Tobi haelewi, unanilinda na nini? Mimi ni mtu mzima, sihitaji kulindwa. Mama mtu anasema, hakuna haja ya kupiga kelele, samahani. Samahani hiyo kampe yule mfanyakazi ule mpiga kibao. Nini? Siwezi, akwende zake huko. Na wewe kama utaki samahani yangu, utajua mwenyewe na mfanyakazi wako. Tobi haamini anachokisikia. Anapitia mateso mengi kwenye ndoa yake, hadi sio poa. Vitimbi anavyofanywa kila siku sio vya nchi hii. Siku iliyofuata Tobi ajisikii vizuri. Unaambiwa mama mtu badala ya kumbembeleza na kumuuliza anajisikiaje, anaanza kumfokea tena. Itakuwa ni wewe mfanyakazi wako kashakupa sumu, na ulivyokuwa unamsifia kuwa anajua kupika, si ndio? Mimi sina muda wa kukubembeleza kama mtoto mdogo. Amka ukaoge ujihudumie mwenyewe au umpigie daktari. Ngoja nimuite Aua akutengenezee chakula. Aua anaingia chumbani na kumuuliza Tobi, vipi bosi, unajisikiaje, uko sawa? Usijali kuhusu mimi, niletee chakula nile. Beki tatu anamwandalia bosi chakula na kutandika kitanda. Tobi anamuuliza, kwa hiyo umefanya usafi na kuandaa chakula sio? Beki tatu wetu sasa kuongea. Ndio bosi, hii ni kazi yangu. Yaani ukinipa chance kidogo tu ya kukuhudumia, utajua ni kwa nini wananiita Moroski. Moroski? Ndio nini? Ni nickname yangu tu, Moroski. Huyu Beki tatu ashaanza kujilegeza kwa bosi. Anasema, bosi, mimi nahisi ugonjwa wako ni madamu anayosababisha. Kuna vitu vingi vinavyoendelea humu ndani, kwa mfano, jinsi madamu anavyokufanyia. Hebu jitazame ulivyo, una hela na muonekano mzuri, ila madamu hayo yote hayaoni. Ila mimi najua unachotaka na nina kila kitu unachotaka. Hebu niangalie nilivyo. Cheki huu nyama, cheki. Yaani ukisema unioe kwa siku moja, utaelewa kwa nini wananiita Moroski. Jiangalie kiuno chako, najua hujapata massage kwa muda mrefu. Unahitaji massage mwili mzima. Tobi anamsikiliza alafu anasema, hivi unajua unaongea na bosi wako sio?
na unaongea na mimi hivyo? Hebu toka hapa, rudi kwanza na usije kuongea na mimi tena hivyo, umesikia? Aua anajibu sawa bosi, samahani bosi. Baada ya kumaliza kula, Toby anashuka chini, anakuta Biki Tatu kainama akifuta meza. Alichokiona sio poa, unaambiwa. Tena ukizingatia mke wake anamkazia show, yaani balaa juu ya balaa. Toby anajikanyaga kanyaga, ashaanza kupagawa na Biki Tatu. Ametoka kula ila anasema nina njaa, kwa hiyo niandalie chakula. Toby akiwa chumbani bado analifikiria lile ono la Biki Tatu, anavuta whisky kidogo kabla hajanywa. Aua huyu hapa. Anasema hauhitaji kikinywaji, mimi najua unataka nini, niruhusu nikuhudumie. Toby domo lishakuwa zito, hana cha kusema. Usiongee kitu, najua unataka massage na madam yuko busy sana. Ngoja nimsaidie madam. Hebu cheki wese lote nililonalo, unataka kuliacha lipite? Tulia, vua nguo. Aya, fanya maamuzi sahihi. Unataka hutaki? Angalia vizuri, imagine kitu gani kiko chini ukiniangalia Baada ya massage, kama unataka nitakupa, na kama unataka watoto nitakupa pia. Toby kinyonge sana anasema, hivi si unajua mimi ni bosi wako? Au anajibu, tulia bana, ngoja nikupeleke mbinguni kwanza, lala kitandani. Bosi analala na mfanyakazi wake. Wakati huo mama mtu anaingia ndani, wanavunga kama hakuna kitu kilichotokea. Mazoea yanazidi mle ndani. Sasa hivi sio dada wa kazi na bosi wake, bali ni mtu na mpenzi wake. Jamaa anatoka kazini, anamkumbatia Biki Tatu mahaba kama yote. Aua anasema, madamu alisema niwaandalie chakula, lakini nataka nikuandalie chakula chako special. Kwa hiyo unataka chakula hiki sasa hivi au kile cha jikoni? Bosi haelewi, kumbe leo kuna vyakula vingi Bosi anachagua chakula cha Biki Tatu. Wanaenda chumbani, wanakiwasha mpaka sio poa. Madamu anarudi nyumbani, anasikia harufu kuna kitu kinaungua jikoni. Anawahi na kuzima jiko. Kufungua mlango wa Biki Tatu, anakutana na mume wake. Balaa linaibuka. Mama mtu aamini kinachotokea, aamini anachokiona. Toby anasema, angalau amenipa. Mara yako ya mwisho kunipa ilikuwa lini? Mimi ni binadamu pia, sawa? Mama mtu anajibu, huyu mfanyakazi inabidi aondoke. Toby anakataa, aondoki mtu hapa. Aondoke ili nirudi kwenye sabuni sio? Hapana. Huyu mwanamke haendi popote. Madamu anasema, kwa hiyo unamchagua huyo panya sio? Naondoka. Mama mtu anaondoka zake na kuacha Toby pamoja na Aua nyumbani. Baada ya miezi kadhaa, unaambiwa yule mwanamke karudi nyumbani. Kakuta Toby na Aua washaoana kabisa. Yaani bosi na yule mfanyakazi wake washaoana, na tena Aua ana mimba ya Toby. Ameenda kuomba sehemu ya kuishi. Aua anasema, uliacha kuwa mke siku ile ulivyobeba mizigo yako ukaondoka. Kwa hiyo acha kumuita Toby mume wako. Ni mume wangu sasa hivi. Toby anajibu, hakuna nafasi ya kuishi hapa. Mtazame mke wangu, ana mimba. Hiki ni kitu ambacho nilikuomba kwa zaidi ya miaka 3. Nilikuomba mtoto ila ulisema hutaki kuharibu shepu yako. Toby anamkatalia mama mtu, ila Aua anasema, leo umenikuta niko kwenye mudi nzuri. Tutakubali uishi hapa, ila utakuwa mfanyakazi wetu. Utapika na utafanya usafi humu ndani kama ulivyokuwa unanifanyisha mimi, na wewe utafanya hivyo hivyo. Kutoka kuwa bosi lady, mama mwenye nyumba, mpaka kuwa mfanyakazi wa ndani tena kwenye nyumba yake. Aua anamdekisha choo, kumfanyisha usafi, yaani yale mateso yote aliyoyapata analipiza kisasi. Uvumilivu unamshinda mama mtu. Baada ya mateso kuzidi, anaanza kupigana na Aua. Mara ghafla mama mtu anazinduka kutoka usingizini. Kumbe ile yote ilikuwa ndoto. Anaangalia mkononi bado ana pete yake ya ndoa. Toby anamuuliza, uko sawa? Mama mtu anamkumbatia Toby na kumwambia, nakupenda sana. Sana yani. Toby haelewi shida nini? Mbona uko hivyo? Mama mtu anasema, samahani kwa kila kitu nilichowahi kukufanyia. Nisamee, nakupenda sana. Toby anasema, babe, wakati umelala nimepokea simu kuwa kuna mfanyakazi wa ndani amepatikana. Mama mtu anashtuka sana. Unasema? Hatuhitaji mfanyakazi yoyote Toby. Toby anasema, ndiyo tunahitaji mfanyakazi na sio muda atakuja hapa nyumbani. Ile ndoto ni kama ilikuwa funzo kwa huyo mwanamke. Alikuwa na kiburi na dharau kwa mume wake. Sasa hivi anajifunza hadi kupika mwenyewe bila kushurutishwa. Mida fulani hivi mara ghafla mfanyakazi analetwa ndani, na huwezi kuamini ndiye yule mfanyakazi aliyemuota ndotoni. Yaani kuanzia mavazi, jinsi anavyoongea mpaka jina lake ni lile lile. Mama mtu anamwambia, samani, kwa sasa hatuna haja ya mfanyakazi. Anaogopa sana. Ni kama ile ndoto aliyoiota inajirudia tena kwenye maisha ya kweli. Mama mtu anaenda na kumueleza ukweli wa ndoto yake mume wake Toby. Wanakubaliana kuwa hawahitaji mfanyakazi. Baada ya hapo Toby anaenda kula chakula alichopikiwa na mke wake. Anafurahi sana baada ya kula chakula kitamu kwa mara ya kwanza kilichopikwa na mke wake.
Mama mtu anakubali kuwa anataka watoto pia. Toby anashtuka, vipi kuhusu shepu lako? Mama mtu anasema sijali, niko tayari kujaribu sasa hivi. Baada ya muda tunamwona mama mtu akiwa na mimba kubwa tu. Yule mwanamke aliyokuwa akikataa kuzaa na kumfanyia vituko mumewe amebadilika kabisa, na tena amebadilishwa na ndoto. Na huu ndo unakuwa mwisho wa movie yetu hii kali, inaitwa More Than Marriage. Mimi naitwa Eri all the way from Eri TV. Asante kwa kutazama video yetu. Usisahau kusubscribe hapo chini ya video yetu ili uwe kwanza kupata video mbalimbali ambazo nitaendelea kukuletea kila iitwapo leo. Naamini hii movie imekufundisha kitu. Asante na ciao.